Thank you for watching Weekend Prime and welcome back. Now, different parts of the country are still grappling with flooding, even as the Meteorological Department indicates that the rains are far from over. In Nakuru County, River Rongai burst its banks, affecting dozens of households, farms and at least 3 schools. The Nakuru-Nairobi highway remains closed at Timboroa following damage caused by heavy rains, with traffic being diverted to other roads. Also today, Water CS Zakaria Njeru visited victims of the Mai Mahiu flash floods tragedy, where it has been determined that out of 52 people who died, 28 were children. Ken Gashuhi with the report. 2 days ago, River Rongai burst its banks, flooding adjacent homes, with at least 80 households being affected in Lengenet village. Kuna dam iko huko juu Masopward, inaitwa Society Dam, iliweza kubomoka. So imagine, unaona hapa imekuja na imeingia mtoni. So mtoni pia imepasua kingo zake. Sikii tutaenda kulala kwa nane leo, sababu hii maji inaendelea kusiti. Tumejaribu huko juu kubunga maji naendelea. The residents have been left counting losses on their farms due to the waters, which have cut off some of the link roads. Maji yamefunga kila mahali. Hakuna transportation ya Rongai kuondoka nje kuelekea kambi ya moto ama junction. Ningeshukuru serikali kwa sababu walitupea fertilizer subsidy, na yetu ilikuwa mzuri kwa sababu tulipanda na mahindi ni mzuri, lakini sasa mashamba imejaa maji, sasa imeoshwa. Serikali ikuje ipanue mito kwa sababu silting, mchanga imejaa mito, na hata kona zipanuliwe ili ishukue mkondo ya mto iwache kuingia kwa mashamba. Water Cabinet Secretary Zakaria Njeru today visited Mai Mahiu flash floods victims, where it has been established that among the 52 people who died, 28 were children. Search and recovery efforts for bodies of persons believed to have been washed away by the waters is still on as donations continue to stream in for the survivors. Most dams are spilling, but we should note, spilling is not saying they are damaged. Water Resources Authority have given advisories, and we want wananchi, communities to adhere to that. Na meri iko na container hata 20,000. Na hiyo meri inakuja imekalia hiyo maji. Na wewe na basi yako na lori yako unajaribu kusema nitapita. Tunaomba watu kabisa tuanze kushindana na maji. And for a second day running, the Nakuru-Eldoret highway remained closed at Timboroa, causing a snarl-up of over 20 kilometers on either sides. The major road was closed on Wednesday after a culvert was washed away, leaving the highway at the risk of collapsing. Inatokea Kampala. Tumekesha kwa jamu boda Busia. Asubuhi tumengangana kufika hapa, ni jamu nyingine ya pili. Kuna taraje Kalabati imekatika. Magari yasipiti. Tunaomba serikali atusaidie, akuwe mwangalifu, angalie barabara. Similar situation was experienced on the Kitale-Lodwar Road, which was cut off by floods on Thursday night, leaving travelers stranded. This trench a testimony on the amount of water that caused the damage. Meanwhile, in Kabaa village, Machakos County, 8 people were airlifted after their homes were marooned 3 days ago. This is after the river broke its banks. Jana tulijaribu vile inawezekana tukuje kuwatoa, ikashindikana. Leo tukaamka na tukaitisha chopa. Ni kama leo hiyo ni siku yetu, Mungu ametuongoza. Na saa hii tunaanza kutibiwa. Tulikuwa tunakula mandisi na samaki. Wakati ambapo tunaambiwa tuondokee mahali ambapo kuna mito, mahali ambapo kuna highland, mahali ambapo tunaona nyumba zetu zinaenda kubomoka, tafadhali tuhakikishe ya kwamba tunafuatilia haya maagizo. Ken Gashuhi, KTN News. And Nairobi County remains one of